Ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye kipindi chenu pendwa cha Inuka Umiliki. Muongoza kipindi ni mimi yule mama yenu, Mama JJ. Topiki yetu mpya ya leo inasema jinsi ya kutambua akili yenye ubora. Narudia tena. Topiki yetu mpya ya leo inasema jinsi ya kutambua akili yenye ubora. Sasa kabla hatujaenda kutambua hiyo akili yenye ubora, tupate maana ya akili. Akili ni nini? Akili ni kipawa kinachowezesha kufikiri, kuelewa, kujifunza, kuwasiliana, kupanga na kutatua matatizo. Hiyo ndo maana ya akili. Tunajua kila mwanadamu ameumbwa na akili. Hata wanyama wana akili zao, jinsi wanavyo communicate au wao wanavyowaza au wao wanavyojipanga au wanavyotatua matatizo yao, au ni wanyama. Lakini kwa sisi wanadamu tunajua kila mwanadamu amepewa akili na katika hizo akili tutatofautiana tu. Yaani wote tumepewa akili, lakini tunapotofautiana akili zetu wote ni pale tunavyofikiri, ni pale tunavyoelewa, ni pale tunapojifunza, ni pale tunavyowasiliana, ni pale tunavyopanga mambo yetu, ni pale tunavyotatua matatizo. Hapo ndipo tunapotofautiana, lakini hakuna kusema kwamba huyu alipewa akili kubwa au alipewa akili ndogo. No, kwa sababu hii katika hii ambao definition ambayo nimeisema au maana niliyoisema, ndipo pale inapotutofautisha au inapotujenga au inapotunyanyua kwenda maisha mengine kiwango juu ya kiwango, kutoka kiwango A kwenda kwenye kiwango B. Umeona? Au kupanda daraja moja kwenda daraja lingine katika mazingira yoyote. Weza ni mazingira ya familia, weza ni mazingira ya biashara, au mazingira ya elimu, au mazingira ya ulezi. Popote pale mwanadamu wewe, as long tu wewe ukishalala, ukifumbua macho, hivi vitu lazima ukutane navyo. Kwa mfano, unapoamka tu asubuhi, utakuwa kitandani, labda unajiandaa jinsi ya unapojiandaa kutoka kitandani, labda kwenda kuoga au kufanya chochote, lazima tu kitu kitakujia jinsi ya utafikiri vitu, unaona, utawaza kitu, yani kuna something, kuna kitu kitakuja tu katika vipengele hivyo viongelea vyote, utakuwa navyo kila wakati au kwenye kila mazingira. Na ndio maana nasema hivi ndivyo vitatutofautisha kwenye maisha yetu katika ujumla. Sasa mimi leo nataka niongelee tu akili iliyo bora, jinsi ya kutambua akili iliyo bora. Sasa katika vile vipengele 6 nilivyoongelea katika maana ya akili, nitakwenda kwenye kipengele kimoja. Viko vipengele 6. Umeona? Vipengele 6 maana yake ni nini? Tumesema kwamba akili ni kipawa kinachowezesha kujifunza. Okay, labda nianze hivi: kufikiri, kuelewa, kujifunza, mawasiliano, jinsi ya kuwasiliana, umeona, kupanga na kutatua matatizo. Sasa naanza number 1, kufikiri. Siku zote tajiri na maskini hawawezi wakafikiri the same. Unavyofikiria wewe, ile akili unavyoipa kufikiria katika kitu unachokitaka, ndicho kitachoamua. Yaani ni kitu gani wewe unakitaka kuwa katika first priority kwako wewe, au ni kitu gani unapofikiria wewe kwamba unakitaka au umekipanga kukipata. Umeona? Ndivyo akili yako wewe katika mpangilio wako wa kufikiri. Kwa mfano, labda niende kwa mfano kwenye kufikiri, mtu anafikiria yeye kwamba
nitapata pesa kwenye kubeti, alafu nitaanza biashara. Sasa mtu mwingine mwenye akili anafikiria, kati ya yule mwenye biashara ya kubeti na yule anayeenda kubeti as a customer, nani anapata faida au nani atakuja kuwa tajiri? Unakuta yule mwenye kampuni ya kubeti ndiyo anakuwa tajiri kumshinda mtu ambaye anaenda kubeti, the one of the company and the customer. Kwa hiyo kwenye kubeti, the one of the company yeye ndiyo atatajirika, huyu customer atabakia kuwa maskini. Na hiyo kachunguze, kwa wale unajua kuna watu wanabeti kwamba akipata hela ndio atafanya biashara, akifanya kitu fulani ndio atajenga nyumba kwenye kubeti. Umeona? Kwa hiyo unakuta fikiria yake inakuwa haiko sawa, haiko sawa sawa. Umeona? Mtu ambaye anafikiria vizuri, mwenye akili hiyo bora, ni kwamba anaanza kudunduliza, yani kwamba 100 inazaa 200, 200 itazaa 300, 300 itazaa 400, mpaka inakwenda huko kwenye milioni, ambayo anaweza kaanzisha biashara yake. Anaweza kwenye laki, kwenye milioni hivyo. Umeona? Hapo nimeonyesha jinsi tofauti gani ya kufikiri, mwenye akili na mwenye akili iliyo bora na akili isiyo bora. Moja nimemaliza. Nakuja 2, kuelewa. Umeona? Yani watu wanaelewa vitu tofauti tofauti kwenye kuelewa. Kwa mfano, darasa zima lina wanafunzi na mwalimu anafundisha kitu hicho hicho. Umeona? Lakini tofauti inakuja katika kwenye kuelewa. Kwa hiyo kuna wengine akili yao iko bora na kuna wengine akili yao iko siwezi yani nikitaka kusema kwamba sio bora sana, naona kama nitakuwa naumiza sana, lakini that's the fact. Umeona? Kwa hiyo mwalimu anaweza akauliza, jamani nimefundisha nini? Umeona? Kwa hiyo kuna kwenye kujieleza, mwingine anaweza akatoka kabisa nje ya topic. Kwa hiyo hata kwenye kufaulu kuna tofauti vile vile. Mimi nimeongelea katika elimu tu, kwenye kuelewa. Kwenye kuelewa hata kwenye business, unaielewaje hiyo business? Umenielewa vizuri? Wewe unapoanza ile business unaielewa jinsi inavyoenda, na mwingine hata kama ukikopi hujaielewa. Yule mwanzilishaji anaelewa alipoanzia na anaelewa wapi anakwenda. Wewe unokopi huwezi kujua unaenda wapi. Hapo naona nimeelewa vizuri. I believe umenielewa. Na kuja kwenye kujifunza. Kujifunza maana yake ni kwamba akili iliyo bora inataka kujifunza kuwa beta kila siku. Kwa mfano, nitatoa mfano kidogo. Labda unauza matunda. Kuna watu wawili wanauza matunda. Huyu mmoja anayeuza matunda, anayakata matunda yake, amevaa gloves na anayapanga katika hali ya usafi. Amejifunza hiyo kwa sababu yeye ameenda kuuza matunda. Lakini ameendelea kujifunza kwamba ili matunda yangu yawe mazuri, lazima niyaweke katika kiwango cha usafi. Umeona? Kwa hiyo ndio maana anaweka gloves na anapaki vizuri. Huyu ambaye akili yake haitaki kujifunza, atauza matunda yake mikono hajavaa gloves, manzi wanaendelea pale, maji ni machafu. Umeona? Kwa hiyo unakuta customer wake wanakuwa sio wengi kukompea na huyu, kwa sababu huyu mwingine muuza matunda ambaye anaweka katika kiwango cha usafi, yeye aliamua kujifunza, nifanye kitu gani niweze kuimprove business yangu. Umeona? Kwa hiyo unakuta huyu biashara yake haendi vizuri, lakini huyu anayeamua kujifunza biashara yake inakuwa inaenda faster. Umeona? Hii ni kwenye swala la kujifunza. Kwa hiyo wote tuna akili, lakini tunajifunza ndani ya kitu ambacho tunacho, whether katika familia, whether katika biashara. Okay. Au kwenye elimu. Umeona? Au kwenye elimu tu tunajua kwamba tumefundishwa wote na mwalimu mmoja au lecture, lakini baada ya hapo kuna mtu mwingine anataka kujifunza zaidi kwamba mwalimu alifundisha hivi, ndio maana kuna kitu kama tuition, au mtu mwingine anamtafuta mtu aliyemzidi zaidi katika darasa au kwenye kitu chochote ili aweze kujifunza more. Kwa hiyo pale matokeo hayawezi yakawa sawa. Yule aliyokaa darasani akasikiliza tu, mwalimu akiondoka naye amefunga daftari. Na yule mwingine ameamua kutoka darasani, ameenda kutafuta mtu anayemzidi katika uelewa moja, au aliyemzidi katika grade. Let's say umenielewa, katika grade, yani amevuka, yeye yuko nyuma, yule mwingine yuko mbele. Kwa hiyo anaenda kujifunza more. Au kuna wengine mpaka tuition. Umeona? Hiyo ni kielimu. Kibiashara kuna mtu anafungua tu duka amemaliza pale, lakini kuna mwingine ataingia kwenye social media kuimprove business yake.
Sitaki nichukue kipindi muda mrefu sana. Nakuja kwenye pointi ya mawasiliano. Sasa hii very important, ni mawasiliano, communication. Hii mara nyingi sana tunaweza kuchukulia katika kitu, yani katika udogo, lakini swala moja kubwa sana. Kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa ajili ya lack of communication. Mawasiliano kwa sio mazuri. Biashara nyingi zimeharibika kwa sababu lack of communication. Ni communication ni kwa sio nzuri sana. Mawasiliano sio mazuri. Umeona? Kwa hiyo kuna watu wameshindwa kupanda madaraja kutokana na mawasiliano sio mazuri. Yaani communication, kwa sababu communication mara nyingi inatokea kati ya mtu mmoja na mwingine, watu wawili, au inaweza kawa group vitu lakini kuna kuelewa katika ndani ya communication, katika mawasiliano, na kurespond kwenye communication. How do you respond kwenye hiyo communication? It really matters. Umeona? Kwa hiyo na time katika haya mawasiliano unakuta huyu mtu ameongea A, mwingine ameichukulia B. Umeona? Au kuna mwingine ameongea A lakini respond yake anapata katika ubaya zaidi. Sasa hii kwenye mtu mwenye akili iliyo bora, anajua umuhimu wa mawasiliano. Mawasiliano yana uwezo wa kukushusha na mawasiliano yanaweza yakakupandisha. Mawasiliano yanaweza yakakujenga na mawasiliano yanaweza yakakuvunja. Yaani mawasiliano mazuri yanaweza yakajenga ndoa na mawasiliano mabaya yanaweza yakavunja ndoa. Umeona? Mawasiliano ndani ya family between parents and the children, umeona, inaweza ikawezesha kuwa lovely home, na inaweza ikawa nyumba ikawa yani ikawa, I don't know how to say. Kuna maneno ambayo nikiyasema yanakuwa yamebeba uzito, ugumu, umeona? Inaweza ikawa nyumba haina furaha. Let me put it in that way. Haya, kwenye kupanga. Umeona? Hii point namba 5 kwenye kupanga. Kwenye kupanga tunatofautiana. Kuna mwingine yani kuna kitu anakiona yani mpangilio wako wa maisha, kwa sababu huo ndo utaamua unapopanga maisha yako wewe. Ndio yataamua kwamba maisha yako awe mazuri au mabaya. Nataka niwe kwa mfano ndio nakuwa naeleweka. Mwingine ana mipango yake. Natafuta hela, najinyima kula, najinyima kuvaa, ninunue yani sare ya harusi. Kila harusi ni ya kwake yeye, kila ngoma ni ya kwake yeye. Umenielewa vizuri? Ili mradi tu akavae magoldi yake na nguo zake, anapita anacheza kwenye hizo sherehe, kwenye hizo ngoma, akirudi maisha yametoka pale. Mwingine anapanga kwamba mimi naweka hizi hela au nafanya kitu fulani kwa ajili nikajiendeleze na elimu. Umeona? Au kwa ajili hii hela na mpangilio katika hii hela ili niweze kufanya biashara nzuri, au napanga katika hichi kitu baadaye kiwe katika kitu bora zaidi, kizae na kuzalika, yani katika watu kikaonekane. Kwa hiyo kwenye akili hapo mmeona tofauti. Huyu anawaza mambo ya kwenda kwenye sherehe na kuonyesha wenzake, akirudi pale kwa sababu huwezi kurudia tena. Kila sherehe huwezi kurudia. Umeona? Lakini huyu mwingine katika mpangilio wake wa kupanga mambo yake ni kwa ajili ya future. Amepanga leo na kesho yake mnaona matokeo. Hii ndo akili iliyo bora. Namaliza kwenye pointi yetu ya mwisho. Akili inayotatua matatizo. Matatizo kila mtu anayo, lakini mara nyingi sana jinsi tunavyoyatatua yanatusababishiaga sana yani kuongezea tatizo, au kuonekana kwamba hauna hekima, au kufanya yani I don't know how to say it. Kwenye kutatua matatizo, yani kinachomata kwenye akili iliyo bora inatumia hekima. Kwa shida sio tatizo, shida jinsi unavyotatua ile tatizo. Umeona? Kwa mfano, kuna watu wawili wamepata tatizo. Huyu tatizo lake linaongozwa na hofu imemjaa. Mdomo wake hautulii. Umenielewa vizuri? Unaachilia tu maneno anyhow. Alafu huyu hapa kwamba tatizo limempata lakini ametuliza hofu. Maneno yanotoka mdomoni mwake ni hekima, au anaamua kunyamaza katika ile swala ambalo alilonalo, akisubiri hekima imuongoze. Umeona? Kwa hiyo hapa unaweza ukaona vitu viwili tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta jamani, huyu mbona mtu mzima
lakini maana kumbe hekima imekosekana. Ni jinsi anavyotatua yale matatizo. Na kwenye matatizo unakuta mara nyingi wanaitwaga watu wenye hekima. Hekima sio lazima uende shule. Kuna mwingine hajaenda shule lakini ana hekima nzuri sana. Lakini kuna mwingine anaweza kawa na shule lakini bado hekima yake sio nzuri. Kwa hiyo hapo unaona kwamba akili iliyo bora. Kwa hiyo sawa, tupate elimu lakini akili yetu make sure inakuwa na ubora. Na hata ambao hamna elimu, wewe make sure akili yako ina ubora, kila mtu atakuhitaji. Jamani, matumaini yangu nimeeleweka. Naomba niishie hapa. Kingine tena nataka kumalizia tu, tujikite sana kutafuta akili iliyo bora. Ikiwezekana, sio ikiwezekana, ombea akili yako ikae sawa. Kwa sababu akili iliyo sawa haiwezi ikaenda baa na kununua pombe makreti na makreti ili watu wakupigie makofi, alafu nyumbani kwako pakulala shida, kula shida, kuvaa shida. Umeelewa vizuri? Lakini akili iliyo bora inatambua kesho yake inakuwaje. Akili iliyo bora inatambua leo jua linawaka lakini kesho mvua itanyesha, nahitaji mwamvuli. Hiyo ndo akili iliyo bora. Haya, wapenzi, naomba niishie hapa. Nawapenda sana. Asanteni sana, ila msisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Na kama una nyongeza, swali, maoni, maswali, drop your comment hapo chini. Na tukipata muda tutajibu comment hizo, tutajibu hayo maswali. Kama kuna maoni mengine tutasoma, na kama kuna nyongeza tutajifunza kutoka kwako. Asante sana. Bye.